Mwanga wa jua ukipotea, macho yetu yanapumzika, bali tukiwa na tumaini usiku. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika kipindi chetu, na tutaendelea na ziara yetu ya mgahawa wa kipekee hapa jijini Nairobi, ambapo tutaweza kuona jinsi vyakula na utamaduni wa Kiswahili umeletwa katika jiji la Nairobi. Mwanga wa jua ukipotea, macho yetu yanapumzika, bali tukiwa na tumaini usiku mzuri uko mbele yetu. Ile pamoja tukaone ndani jinsi kunavyokaa. Tulizungumzia sehemu tofauti tofauti za kuketi, na sehemu hii hapa ni sehemu wazi, sehemu iliyo wazi ambayo watu wanaweza kuketi, ama ukienda upenda sehemu ambazo ni wazi, hizi ni mojawapo za sehemu ambazo unaweza kuketi ukija katika mgahawa huu. Naam, na tunavyoona kwenye viti ni vya mbao, vimechongwa kwa ustadi, na pia tunaona mito iliyo kwenye viti imetengenezwa kwa vitambaa vinavyotoka kwenye vitenge. Magharibi ya safari, tumechoka lakini na furaha. Magharibi ya safari, twapumzika kwa amani. Mwanga wa mwezi wangaza njia. Magharibi ya safari, hatutaki kufika. Sehemu hii hapa ni sehemu zaidi yenye uwazi kwa wanaopenda sehemu wazi, na pia sehemu hii tunaona kuwa wanatoa huduma ya sherehe fulani. Nadhani kuna watu waliohifadhi. Nyota zinashuka pole, viti vimepangwa na wanaremba meza kwa sherehe hiyo andaliwa hapo. Wacha tuingie zaidi tuone. Maji ya mto yakicheza cheza, tulia rafiki, safari bado ipo, tutafika. Hizi sehemu ziko kwenye jumba lenyewe, kwa hivyo kuna sio wazi kama zile ambazo tumeona pale nje. Sehemu hizi huwa zinahifadhiwa na watu tofauti tofauti wanaopenda faragha zao. Bado ipo, tutafika siku moja. Nyota zinashuka pole pole, maji ya mto yakicheza cheza, tulia rafiki, safari bado ipo, tutafika siku. Nilikuwa ninapewa menu ili niweze kuona ni kipi ambacho tutaweza kuagiza leo. Na swali langu ni, wakati unapongoja chakula ulichokiagiza huwa unafanya nini? Mimi hapo ninajipepea kwa feni. Mavis hapo yuko kwenye simu. Sijui wewe huwa unafanya nini ukisubiri chakula chako? Leo tutakula pilau, tutakula viazi karai, sambusa. Mtazamaji, sogea tule pamoja. Je, unajua ladha tofauti tofauti za vyakula katika lugha ya Kiswahili? Kama hujui, usijali, leo tutakufundisha ladha tofauti tofauti vya chakula na jinsi unavyoweza kuvielezea katika lugha ya Kiswahili. Njoo nasi, taanza kwa vyakula vyenye ladha ya chumvi.
Hii hapa ni chumvi, na ukisema kuwa chakula kina ladha ya chumvi inamaanisha kuwa chumvi imepita ya kutosha. Vyakula vyenye ladha ya chumvi ni vyakula vilivyotiliwa chumvi kupita kiasi. Kwa hivyo ukivila unahisi chumvi. Chipsi hii ina chumvi ya kutosha. Lakini ni muhimu tujue kuwa vyakula vilivyotiliwa chumvi kupita kiasi, yaani chumvi kupita zaidi ya inavyofaa kuwa, ni hatari kwa afya yetu. Chumvi nyingi inasababisha shinikizo la damu, ambapo huenda ukapata damu ya mtu imekauka ama kitu kama hicho, yaani damu imepungua katika mwili kwa sababu ya chumvi nyingi. Pili, tuna ladha ya uchachu, na hii ni ladha ambayo ina ukali kidogo. Hapa nimeagiza maji ya ukwaju. Ni chachu sana. Hapa pia tuna limau. Najua kuwa si mimi peke yangu ninapokula limau ninakunja uso mno kwa sababu ya uchachu wake. Sio kuwa na uchachu pekee, limau pia ina manufaa mengi ambayo yanatusaidia katika maisha yetu na katika afya yetu kwa jumla. Kwa mfano, limau ina vitamini C ambayo ni muhimu sana katika maisha yetu na katika afya yetu. Tatu, tuna ladha ya utamu ambayo inapatikana katika vyakula vyenye sukari au matunda au asali. Na kwa mfano hapa nina juisi ya tikiti maji na ina utamu kabisa, ina utamu. Pia nina ndizi na ndizi ina utamu sana. Napenda kula ndizi. Badala ya kula vyakula vyenye sukari mingi kama wacha tuseme keki, biskuti, chokolate na badala ya kula vyakula kama hivyo ambavyo vina sukari kupita kiasi kingi, basi heri ule vyakula kama matunda ambayo ina virutubisho vya afya na unaweza pata manufaa mbalimbali kutokana na kula matunda. Na ladha ya nne ambayo tunayo ni ladha ya uchungu, na hii ni ladha ambayo watu wengi hawakipendi. Tuna mfano. Kwa mfano hapa tuna pilipili ya kukaanga na huwa ni chungu sana. Wanaoijua pilipili ya kukaanga ni kali mno, ni chungu. Asante sana kwa kujiunga nasi katika kipindi hiki, na pia asante kwa kutizama video yetu mpaka hapa. Leo tumejifundisha kuhusu ladha tofauti tofauti za vyakula katika lugha ya Kiswahili, na tumejifundisha ladha ya utamu, ladha ya uchungu, ladha ya uchachu, ladha ipi? Ladha ya umami. Na ningependa kujua ladha unayoipenda zaidi ni ladha ipi? Chakula unachokipenda kina ladha ipi? Mimi ninapenda samosa ya nyama na ina ladha ya umami. Hakika tumefika tamati ya kipindi chetu cha leo. Usisahau kulike, kucomment na kujiunga na chaneli yetu kwa mafunzo zaidi ya Kiswahili na vlog zaidi kama hizi. Tuonane tena. Kwaheri.